Yes, mambo vipi washikaji zangu, mambo vipi? Bwana, nimerudi tena. Leo na kitu kimoja nataka tushare au tujaribu kubadilishana mawazo na kupeana maono tofauti. Sawa? Kama nilivyowaambia, kuna wafanya biashara, kuna wafanya kazi, kuna watu wameajiriwa, kuna watu wanategemea kufanya kazi ili wapate riziki, kuna watu wanafanya biashara. Hivyo tuko watu tofauti. Hasa kwenye utafutaji kuna changamoto nyingi sana zinatokea. Sawa? Na haziwezi kuepukika. Zipo. Kuna changamoto ambazo zinakuja kukufunza, kuna changamoto zinakuja kutengeneza kuwa imara. Zote unabidi ujifunze zote. Sawa? Bwana, leo katika mishemishe zangu uwezo ukazuia kitu ambacho Mungu amepanga kitokee. Sawa? Na mtu kimwambia kwamba hiki kitu kimetokea na kuna mzembe wa hali ya juu, lakini kumbe kile kitu kipo kufunza sana, kuonesha njia, kutambua uwezo wako. Hata kama una power, una big brain, kwamba unaweza kufanya situation ifanye kisitokee, lakini kitakuja kitakutokea tu mbeleni. Sawa? Leo nimepata mteja kwa ameagiza grinder na welding. Sawa? Grinder bei yake kama 170,000 na welding ni kwa thamani ya 1.5. Na mteja mmoja ka request mtandaoni. Sawa? Huyo mteja mtandaoni sifahamiana naye, ila nadhani mimi kashanichola muda mrefu na shanijua na shakatafuta sana, sababu soma moja soma mbili huyo mtu kunitafuta. Sawa? Turudi kwenye story ambayo ni ya ukweli na uhalisia. Nikachukua mzigo dukani, nikampatia bodaboda, na bodaboda nilichomwambia kwamba huyo jamaa akifika hapo atalipa kwenye lipa namba ya ofisi, nimelipa namba yangu mimi. Na ule mteja akaongea na bodaboda kwamba kutoka Kariakoo mpaka Chanika itamgharimu shilingi 25,000 walikubaliana. Bwana, yule mteja kufika kule, jamaa bodaboda anampigia simu mara patikani, anampigia simu, nikaka vipi, mbona unapigiwa simu? Okay. Hapana, mbona mimi nipigia mimi napatikana? Nikamwambia okay sawa, haina shida. Basi mpigie. Akampigia simu, akampata. Sasa mshangaa kama nusu saa nzima muda umeenda. Akampigia yule boda, vipi? Mbona kama jamaa kimya na toka hujampata? Nimempata kaka, mbona kashalipa? Nikamwambia mbona kwangu hajalipa? Nalipa namba yenyewe sijampa. Mbona watu wanasema mshalipa? Nikamwambia msubiri kwanza. Au umelipa kwa nani? Kumbe ule mteja alishapanga watu kwamba grinder na welding zote zinagharimu 1.5, wakati huku inagharimu zaidi ya 300,000 vitu vyote viwili. Yaani fahamu, kwa sababu 170,000 mpaka 1.5 yeye inaenda 310,000. Sawa? Basi kwa faster mimi nikaelewa kwamba hapa tumeshatapeliwa. Sawa? Na mtu ambaye ni mfanya biashara lazima atakuwa accountable kwa kitu ambacho kimetokea, kwamba hii issue imetokea, nafanyaje? Kwa big brain ambayo nilitumia, akili kubwa, sikutaka kujichafua dukani. Nikachukua hela ambayo nimechukulia bidhaa dukani, nikapatia bila kusema chochote. Na nikamwomba yule mteja ambaye ameuziwa kitu kwa bei ya nusu ya gharama ya ule mzigo, nikamwambia kaka, kana mzigo mmoja urudi, kwa sababu huyo ambao amesema anakuletea mzigo sio mhusika, mimi ndo mhusika. Kwa nini unisaidie kumpa mzigo mwingine, chagua kati ya grinder au welding? Akachagua grinder. Kwa welding akampa bodaboda, inabidi awe nayo. Sawa? Sasa hii vita ya huyu jamaa na huyo mhusika ambaye ameuza hivyo vitu, nilimwomba ampe boda hela kidogo, akasema mimi na shilingi 20,000 acha nimpe. Akampa mteja, akampa bodaboda. Huyu bodaboda ndo alienda front. Hasa nimepata mimi
let's say kutapeliwa, nimetapeliwa mimi, hata kama ndo kapelekwa mzigo, sawa, nimekuwa accountable, nimekaa kimya, nimefix huku na nimefix kwa mteja, maisha yameenda. Sawa, kuibiwa kupo kwa namna yote, hata kama mimi sikuwa front, sababu mimi ningekuepo isingetokea yote. Kwa hiyo siwezi kumlaumu mtu yote, siwezi kumlaumu boda, siwezi kumlaumu mtu ambaye amenitapeli, kanizidi akili, kwa nini sikuwepo. Anyway, sasa changamoto nyingine inakuja kwamba yule boda ambaye amepeleka mzigo kule, sawa, issue ya kutapeliwa imetokea na hamna mtu kumlaumu, ndio amekuwa mtu wa kwanza kwenda kunitangazia, kunichafulia madukani kwa watu, ofisini. Yaani hakijamtokea yeye, hasara hajapata yeye, mimi nimempa kazi, anatoka anaenda kutangaza dukani kwa watu kwamba huyu katapeliwa au kafanya hivi. Kwa faster, hebu mfikiria kama wewe ndio kimekutokea, huyo mtu anakutakia nini? Na kwa sababu gani kafanya vile? Hata ni mtu mzima lakini ana akili za kitoto. Sawa, watu tumefix kiume, yeye anaenda kutangaza kwamba mtu fulani katapeliwa, hela yake kashapewa na nimempa hela yake, ni hasara, nimehakikisha na nimewajibika apate hela yake. Kwa hiyo watu wajui kuwajibika katika changamoto, watu jifunze sana kuwajibika.